Ila niongezee hapo kwenye uamuzi ambao umeufanya. Haukukutana na changamoto yoyote katika jamii yako au watu wako karibu, mfano marafiki zako? Mimi na imani na marafiki ambao ni madred, marafiki ambao ni marasta wenzio. Sasa wakati unaamua kwamba ni wakati sahihi, sijui ni muda gani tutaenda kwenye swali hilo, lakini ukasema ni wakati sahihi sasa kumtumikia Bwana ambaye ni Mungu wetu sisi, alitumba sisi. Ni changamoto gani ulikutana na marafiki zako au jamii kiujumla, na je, ilikuiaje ugumu kumtumikia yule Bwana ambaye unamwamini wewe? Changamoto ni nyingi sana. Kwa ndugu, jamaa na marafiki, hata na watu pia walionizunguka, kwa sababu mimi kama rasta nina muonekano wa kipekee. Na marasta siku zote tunachukuliwa kama ni watu ambaye hatuna uelewa wowote katika kutangaza neno la Mungu. Hiyo ni hapana. Rasta kwanza wajue kwamba rasta ni dini. Rasta ni imani. Kama waumini wengine walivyokuwa na imani zao kwenye makanisa yao. Wasabato, wa Roman, walokole, waislamu, sijui nini na kadhalika. Hata marasta pia wako hivyo. Rasta ni dini na rasta ni imani. Kwa hiyo mimi kama Mwenja Mwambe, imani yangu pia imenipa kwamba mimi niingie au nitumike kwenye madhabahu ya Mungu kwa ajili ya kumtumikia Kristo. Japo appearance yangu au muonekano wangu ni wa kilasta, kwamba naweza nikawa na imani yangu ya kilasta na nikasali huko, lakini mimi kama Mwenja Mwambe nimeamua kuokoka na kumtumikia Mungu kwa sababu sijazalazimishwa na mtu. Ni sauti ya Mungu ambaye ilinijia kwamba mimi kama Mwenja Mwambe natakiwa kutumika kwa ajili ya kumtangaza Mungu, kutangaza ufalme wa Mungu, kutangaza neno la Mungu, kutangaza nguvu za Mungu kwa njia ya wimbo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana, ikiwemo kutokukubalika kwenye baadhi ya makanisa kufanya huduma. Hili ndi changamoto kubwa sana ambalo nakutana nayo Mwenja Mwambe, kwa sababu makanisa mengi sana kwa sisi marasta kupewa nafasi ya kuhudumu au kusimama madhabahuni kutumika inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu siku zote wanatuchukulia sisi kama ni wauni. Kitu ambacho sio kweli. Imani iko moyoni. Ujue kuna watu wanakosea sana na sijui kwa nini wanarudia hichi kitu au kwa nini wanafanya hiki kitu. Hata kama ni usimuone chizi yuko barabarani anaokota makopo ukajua kwamba hajielewi. Hapana, anajielewa vizuri sana. Na ndio maana hata kwenye kuvuka barabara huwa ashikwe mkono. Ushakumwona chizi anashikwa mkono barabarani? Hapana. Anavuka mwenyewe. Kwa nini? Anajifahamu. Kwa hiyo hata mimi Mwenja Mwambe ninajifahamu, ninajielewa, na Mungu amenichagua nikiwa hivi na nywele zangu na rasta zangu nitumike madhabahuni kwa njia ya wimbo. Hajaniotesha kwamba Mwenja Mwambe unatakiwa unyoe rasta ili unitumikie. Hapana. Kaniambia Mwenja Mwambe nahitaji unitumikie hivyo ulivyo, bila kujarisha kwamba una muonekano gani. Una rasta, usiwe na rasta, unatakiwa unitumikie. Lakini kuna baadhi ya watu wamekuwa na imani potofu kwenye makanisa yao, na mpaka sasa hivi wamekuwa na ile hali ya kutaka kuweka kabisa mpaka baadhi ya mabango au baadhi ya matangazo ya watu ambao wanatakiwa waingie kwenye makanisa yao, kitu ambacho sio kweli na hakitakiwi. Hata Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth hajawahi kufanya hizo huduma akiwepo. Na ni nani au ni pasta gani au ni kanisa gani ambalo litapata mtu ambaye amekamilika, kwamba hana dhambi, ana chochote, kwamba hajachafuliwa na jambo lolote, ni msafi? Hakuna. Usione mtu leo ameshuka kwenye gari, mtumishi wa Mungu, amebeba Biblia, amevaa suti mzuri, ana kiatu safi kimeng'aa kiwi, ukazani kwamba yeye ni mkamilifu. Hapana. Na ndio wanaongoza kwa uchafu wa watu, na ndio wana dhambi sana, na ndio wanafanya mambo mengi sana ya kishirikina, ya kichawi, wanafanya maovu mengi sana watu kama hao. Sisi marasta tunazalaulika kwa sababu ya nywele. Nywele hata Yesu Kristo alikuwa nazo. Kwani Yesu alikuwa kipala? Hapana. Alikuwa na nywele. Alikuwa na nywele zake na alikuwa anafanya huduma na nywele, alikuwa na nywele mpaka mgongoni. Yesu hakuwa na nywele. Leo hii sisi marasta tunaonekana tunasimama madhabahuni kutumika kwa njia ya wimbo, watu wanataka watu tafasiri tofauti. Uwezi pata muumini mkamilifu kwa miaka sasa hivi. Hata
huyo ambaye unamuona wewe ni mtakatifu anakuhubiria madhabahuni kwake, njoo kanyage mafuta utapata gari, njoo mafuta utapata nyumba, njoo maasi utapata mke mzuri, wenyewe ndio wachafu na ndio wachafu kupindukia. Msitudharau, tuna imani kama walivyokuwa na imani watu wengine. Kwanza nina hasira na watu kama nyinyi ambaye mnakaa kuwaongelea watu ambaye hawana wazo hata moja la kuwazungumzia. Tupo tunaishi na rasta zetu na imani zetu. Kwa hiyo masuala ya imani ni masuala ya kiroho ambaye mimi wewe siwezi jua imani yako, wala wewe huwezi kujua imani yangu mimi ndani ya moyo wangu. Moyo wangu ndo ambao unasema na mimi ndo nafanya kile ambacho moyo wangu unataka, na sio yule au na sio mtu mwingine yoyote. Blessing Yande Mwenjamwambe. Nampenda sana Yesu na natumika madhabahuni kwa njia ya wimbo. Mahala popote ambapo litatajwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, narudia tena, Mwenjamwambe lazima nitumike kwa njia ya wimbo, kwa sababu ndio kalama au ndio huduma ambayo Mungu amenichagua nimtumikie. Barikiwa sana. Asante. Hapa naona Alasi kaongea kwa hisia kali. Kiujumla tunatakiwa tufahamu kwamba tumejengwa na hii taswira kwamba hawa watu ni watu wa hivi, hawa watu ni watu wa hivi. Ukimwona shehe kavaa kanzu basi ni msikitini, ukimwona mchungaji kavaa suti nzuri basi huyo ndo mchungaji, yani hivyo. Lakini kiuhalisia leo nimepata taswira kwamba sio mavazi au sio muonekano ambao unakupeleka kanisani. Siku zote imani iko moyoni, mtumishi wa Mungu. Imani iko moyoni, sio mavazi, sio suti, sio foengo ambaye imenakishiwa vizuri na kiwi. Ule ni ulembo tu. Mavazi ni mapambo tu ya sisi binadamu. Imani bado itabaki kuwa moyoni mwako. Leo hii watu wengi sana wanajaribu kunikonvinsi au kunishawishi ni nywele ili ndio nitumike kwenye madhabahu. Never ever. Haitakuja kutokea. Mungu hajaniotesha ninyoe nywele ili nitumike madhabahuni, bali kaniambia utatumika kama ulivyo. Asante. Sasa tuingie kwenye kipengele